ama timiza mipango ya adui na mashetani na wanadamu walio na roho mbaya kinyume na wewe. Mtu anaweza kuwa ofisini mwako, lakini yeye ndio sumu ambaye shetani anatumia kuzuia usiende mbele. Mtu anaweza kuwa katika biashara yako, umemwajiri, lakini huyo ndiye anatumika kusababisha hiyo biashara isiendelee. Inawezekana mtu anaweza kuwa ni mkeo au mumeo. Hapa nikitaja kitaumana, lakini nitawatajia. Anaweza kuwa ni mke wako, anaweza kuwa ni mumeo. Labda ndio shetani anaweka mbele yako kama kizuizi cha hiyo ndoa yako isiendelee, hata kazi ya maisha yako isiendelee, ya professional isiendelee. Lakini watajiri ya asiri na jioni ya leo ya kwamba wote ambao mnanisikia, na adui amewaweka mioyo mibaya kuzuia watu wengine wasiendelee, au labda adui ameweka mioyo mibaya kwa wale wengine ili wewe usiendelee. Jioni ya leo ukipiga makofi matatu, basi hiyo kibali kitakuwa chako. Mungu atakuondolea watu, Mungu atakuondolea watu, Mungu atakuondolea. Sio shetani, Mungu ndiye atakuondolea. Amina yako ikiwa kubwa juu ya neighbor yako, basi hiyo sehemu itakuwa yako. It shall be your portion in the name of Jesus. Sasa jiangalie, kama unafanya kazi mahali, wewe ni msaada kwa hiyo kampuni, ama wewe ni kizuizi cha hiyo biashara kuendelea. Jiangalia wewe ambaye unahubiria. Maana tunaweza sema maadui zako wanakuzuia kuendelea, lakini kumbe wewe ndiye adui wa wewe. It is possible you become the enemy of yourself. And when we start killing enemies, tukiangamia, tukisema maadui wataangamia, tunaona watu wetu ndio wanaangamia, tunashangaa, tunafikiria maadui wamewaweza. Kumbe wao wenyewe ndio wamejiangamiza, kwa sababu wamekuwa adui ya maendeleo ya maisha yao wenyewe. Lakini shetani ashindwe kabisa, ashindwe maishani, ashindwe kwa ndoa yako, ashindwe kwa kazi yako. May you not be the enemy to yourself. Hallelujah. Mwangalie mtu, mwambie acha kuwa adui wako mwenyewe. Maana tunaua maadui sasa. Tunaangusha maadui. Wala ambao wanazuia unabii wetu usiendelee mbele. Kuna watu ambao wanazuia, ukiwa nao hautawahi sikia Mungu akiongea. Ukiwa nao hutawahi fungua Biblia ukasoma. Ukiwa nao hutawahi piga magoti ukiomba. Nainua mikono yangu alasiri ya leo na nakutangazia kwamba watu wale ambao wanazuia mambo mema yaendelee kwako, yani wamekuja kuchangia kushindwa kwako, waondolewe katika jina la Yesu. Sasa kama ni wewe mwenyewe, piga moyo konde na kusema nimekuwa adui wa mimi mwenyewe, lakini nakataa. Haleluya. Ya. Unasikia maandiko yanaposema adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake tu. Hakuna mtu huko nje ambaye haabudu hapa, ambaye hajawahi kuja hapa akisema haleluya, ambaye aliinuka tu na kwanza kusema nilimuona taya akiabudu nyoka. Hakuna. Ilikuwa ni wale wanaabudu hapa ndio waliinuka na hiyo maneno. Adui wa nyumbani mwako. Lakini jioni ya leo ni habari njema tu. Isaya hajawahi sikia kwa Mungu, hajawahi ona Mungu, lakini ameendelea kutabiri. Ameendelea kutabiri. Yeye ndiye anasema dhambi zako zitapokuwa nyekundu itakuwa nyeupe. Anasema njoni tusemezane, dhambi zako zitapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe. Nanyi mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Isaya ndiye alisema hayo maneno, lakini alikuwa hajasikia kwa Mungu. Mstari wa 6 maandiko yanasema, mlango wa 6, it came to pass ya kwamba Uzia mfalme akafa, Isaya akamwona Mungu.
Hapa ndipo pana ujumbe ambao nataka uondoke nao jioni ya leo. Hii ni ujumbe rahisi ambao nataka tukuambia ya kwamba kuna mambo katika maisha yako, unless hayo mambo yafe, you will never see God. Hata ukakaa kanisani miaka 100, God has a standard, ana viwango vyake. Na Mungu hajifunui kwa watu ovyo ovyo. Kafanya michezo ndakazi hii ukajifanya namna gani? Haiwezekani mpaka condition ya moyo wako iweze kuwa sawa ya kumleta Mungu on the scene. Amen. Mwangalie mtu, mwambie kuna siku hayo mambo katika maisha yako lazima yafe ili Mungu aonekane. Uzia alikuwa ni mfalme. Ina maana kwamba ule utawala uliokuwa wakati wa Uzia ulikuwa kinyume na kuzuia unabii wa Isaya kupenya katika maisha ya watu. Isaya ndiye alitabiri unabii wa New Testament ya hali ya juu. Isaya ndiye alitumia, ndio nabii mkubwa katika unabii wa Agano Jipya, habari za Yesu. Isaya. Na ukisoma historia ya Isaya, alisumbuka sana. Alisumbuka sana. Na problem ya Isaya ilikuwa ni nyumba yake ndio ilikuwa na matatizo. Lakini mke wake akajaribu sana kumsaidia, ili angalau hii unabii aliyoupata, hata kama hajasikia kwa Mungu au bebebebe, lakini iko siku Mungu akasikia maneno. Baada ya Solomon hapa kuna mwingine atakuja hapa. Nitawaletea mwingine ambaye anasema iko siku yangu tu, iko siku yangu tu, nami barikiwe. Unamjua? Iko siku ambayo wala ambao wanazuia kuinuka kwako, masaa yao itafika tu na watalamba mchanga. Iko siku ambao wanazuia kuendelea kwako kwa unabii wako, wapende wasipende, watainamishwa. Kuna siku watainama na kusema imetosha. Anga yao itafika mwisho. Nasema anga ya wale wanaozuia kuendelea kwako itafika mwisho. Miaka ya wale wanaozuia kuendelea kwako itafika mwisho. It came to pass that one day Uzia mfalme akafariki, na Isaya akamwona Mungu, na Isaya macho ikafunguka akamwona Mungu. Na mimi nakutabiria hata jioni ya leo, angalau kufe kitu kimoja katika maisha yako ambacho kimekuwa ni kizuizi kinachosababisha usimwone Mungu. Inaweza kuwa wakati ule ilikuwa ni mwanadamu, lakini wakati huu nataka nikwambie, labda ni tabia mbaya inatakana ife maishani mwako, labda ni maneno mabaya inatakana iondolewe, labda ni huzuru mbaya, labda ni moyo chafu, pengine ni roho ya masengenyo, labda ndio inazuia kuendelea, pengine ni roho ya majivuno ndio inazuia kuendelea, pengine ni roho ya kijicho, labda inazuia kuendelea. Mungu akusaidie hiyo roho iondolewe. Tambua kitu fulani maishani mwako. Inaweza kuwa ni utawala unatumiwa. Alikuwa ni mfalme na nabii ako chini ya anga ile, lakini masaa ikafika, kwa sababu Isaya aliendelea kutabiri, hakuchoka. Kama ni kuomba, aliendelea kuomba, hakuchoka. Kama ni kutolea Mungu, aliendelea kutoa, hakuchoka. Wale wanafunga, aliendelea kufunga, hakuchoka. Hii
iko siku yangu tu, iko siku yangu tu, nami nibarikiwe. Iko siku yangu tu, ipo siku yangu tu, barikiwe, 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 nibarikiwe, nibarikiwe, barikiwe, nibarikiwe, nibarikiwe, nibarikiwe. Patia mtu high five, mwambie there is a day. There is a day. Mama, kuna siku ya kuondolewa aibu. Wacha wanaokucheka wakucheke, ni masaa, ni mambo ya muda. Kila siku mnaenda kwa tayo kanisani, masaa yako. Ibumala yote tutakusanya yote, wapende wasipende, tutakusanya yote. Waliotunena vibaya, waliotunena vizuri, wote watasema. Mtaona barabara zote nikisema tunaenda kingdom, tunaenda kingdom, tunaenda kingdom, tunaenda kingdom, tunaenda kingdom. Kuna maombi nataka kwanza kuomba. Baba, pasua makanisa ambayo wahubiri wananena vibaya. Leta washirika hapo kwangu. Na wacha nikwambia, ombi la mtu aliyemwagiwa mafuta lisipotimizwa na Mungu litatimizwa na shetani. Wacha nikwambie, Mungu akisikia kilio